mwenezi, katibu mwenezi. Mimi kwa majina naitwa Rafael Mjeshi, mkazi wa Mbulu. Kuna malalamiko ambayo tuliyatoa sisi ambao tunazunguka eneo la stendi tarajiwa ile ya Kahama. Tuliomba kwa sababu kulikuwa na sehemu ambayo haipitiki, lakini tayari wameshapatengeneza, ingawaje hawajatengeneza vizuri zaidi, lakini tunashukuru walifanya vizuri, na tukiendelea hivi tutaendelea kuiamini serikali yetu. Baada ya kuonekana mkandarasi kasimamishwa, barabara ile haifai, tunapita kwa shida. Ukiangalia hata sisi tuna vyombo vya moto vinaharibika, pia hata wenzetu wenye maduka jirani yanaharibika sana. Sasa mimi ambacho nilikuwa naomba sasa, Mheshimiwa Katibu, walau basi barabara ile, kwa nini wasiwe wanapita wanaikwangua hata hao TARURA? Nikitoa mfano hapa, jana baada ya kuonekana tunafanyia mkutano hapa, mitambo ilikuja hapa ikatengeneza. Inashindikana nini kutoka hapo tu wakwangue barabara hiyo kwenda na urefu wa kilomita ngapi? Sijasoma. Meneja wa TARURA, hiyo anaongelea mzee na kilomita ngapi? Kilomita 1.8. Greda likienda pale kukwangua linahitaji masaa mangapi? Kukwangua peke yake siku moja, ambao ni masaa 8. Siku moja. Hamliwezi hata hiyo? Tunaliweza, lakini kwa sababu ilikuwa ndani ya mkataba. Kwa ikiwa ndani ya mkataba barabara ipitiki, tusubiri mpaka mkataba, watu waendelee kuteseka. Inakuwa ni kuingilia mkataba ambao unaendelea. Wananchi wanapita wapi? Tunalichukua. Ngoja, wananchi wanapita wapi? Wanapita kwenye barabara hiyo hiyo. Huo mkataba mmepata mtengenezaji? Bado hatujapata. Kwa hiyo mtakuwa mnaingilia mkataba upi sasa na mmevunja mkataba? Nasema kwa awali tulikuwa tunaingilia mkataba. Sasa hivi tumeshavunja, tumelichukua. Kulipeleka wapi? Utekelezaji. Kukodi greda shilingi ngapi kwa siku? Milioni 1. Nitakupa mimi milioni 2. Nyinyi mmeshindwa, alafu nitamwambia chief safe kwamba watumishi wa Kahama mpoje. Unajua kuna mambo mengine ni uzembe tu wa makusudi. Kama mimi nakuja hapa kufanya mkutano panarekebishwa, kwa umma kunashindikana nini? Kadege huko. Mwambie nipe milioni 2 ni wapi hawa? Kesho mtengeneze hiyo barabara. Si mnasubiri mpaka tuje ndo tuseme mfanye, alafu baadaye mje mlaumu kwamba viongozi wakija wanoko. Endeleeni. Sisi kama chama, narudia tena hivi, hatutaruhusu mtumishi atukwamishe katika kutekeleza ilani ya uchaguzi. Aidha aondoke yeye au sisi tuchukue hatua. Mikataba yenyewe inaingiwa mikataba ya hovyo hovyo hapa. Mtu anakula bilioni 6 amepotea, kazi haijafanyika, watu hawapiti, alafu tunasema tunaogopa kuingilia mkataba. Hii ardhi ni ya watu wa Shinyanga, hapa ndo kwao, hawa watengenezewe wanachotakiwa kutengenezewa. Kesho na kesho kutwa, umeona hapa mimi nilipo kiongozi, na mwaka jana nilipita hivi hivi, tena tukiwa na wagombea tunasema tupeni kura tutajenga barabara. Uongo? Mliona kuna meneja wa TARURA hapa anaomba kura au wa TANESCO? Lakini chama kikisha shinda kikaunda serikali, nyinyi ndio mnaajiriwa, na nyinyi mkiajiriwa mnajisahau. Mkijisahau hasira za wananchi zinaenda kwenye chama husika. Sasa hatutabeba mzigo wa mtu, kila mmoja atabeba mzigo wake kwa mabega yake mwenyewe. Na kuna tabia kidogo inajengeka hivi ya watu kuona wanaweza wakadharau chama. Ngoja niwaambie hapa, hakuna mtumishi wa umma bila uwepo wa Chama cha Mapinduzi hapa. Sisi ndio tuna serikali, na hii serikali inaitwa serikali ya Chama cha Mapinduzi, sio serikali ya chama kingine chochote. Wengine wanaenda mbali, wanasema chama kinatufuatafuata. Tutawafuatafuata kweli kweli, na hatua tutawachukulia. Hatuna sababu ya kupepesa macho. Kwenye ukweli tutasema ukweli, kwenye haki tutalinda haki,
Kwenye kudhalilisha hatutawadhalilisha, ila hatua zitachukuliwa bila kuangalia nyuma yako yupo nani. Kwa hiyo katika utaratibu huo utabaki hivyo. Hatuwezi tunajadili hapa barabara ya kukodi greda milioni. Halmashauri mkurugenzi upo, hela za kulipana posho zipo, kwenda safari kujifunza zipo, kushughulika na kero za watu hazipo. Tutaelewana tofauti. Mimi nawaambia ukweli, ni bora ukawa kiongozi kwa siku hata moja tu, lakini acha alama chanya katika maisha ya watu. Mungu atakulinda. Hii tabia haipendezi. Tunalipwa mishahara, tunakaa kwenye nyumba, wakuu wa idara, sijui wakurugenzi, sijui mameneja za serikali, tumepewa magari. Kazi ya hivyo vitendea kazi ni kwenda kufanyia kazi, sio kuzurula, sio kutembelea tu. Naomba sana, ninaomba sana kwa heshima kubwa kabisa na kwa unyenyekevu mkubwa sana, kila aliyepewa dhamana na serikali ya chama hiki akatimize wajibu. Kila ambaye analipwa mshahara, kodi za watu, akatimize wajibu. Na kero nyingine sio mpaka mtu atoke taifani aje atatue kero ndani ya eneo la mtu mwingine. Na utaratibu ni rahisi. Ukiona kazi ngumu, acha wafanye wengine. Sio kila muda tuna mpango, tumejipanga, tunafuatilia, tumepokea, nimechukua, nita. Ninaomba sana sana kabisa kwa heshima, kila mmoja awajibike kwa nafasi yake, ili kesho na kesho kutwa tukikutana tusalimiane kwa furaha na hakuna jambo linakwaza. Mimi niwaambie hapa, unakuta kuna mtu yuko hapa chini, unamuuliza maswali ya kawaida tu kama ambayo tunaulizana hapa. Mbaya zaidi, unakuta amekuzidi umri mbali sana, alafu amefanya mambo ya hovyo sana. Mtu mwingine asiyejua shida ya hapa akikaa kwenye mtandao huko anasema, umeona kiongozi anavyowakosea watumishi wa umma heshima. Tubadilike. Kila mmoja atavuna anachofanya nini? Anachokipanda. Mheshimiwa, ninashukuru sana, ambao tunatarajia kesho tuione kazi ikifanyika. Nimesikia umetoa milioni 2 kwa ajili ya barabara. Mimi niliomba kwa kilio changu, na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mkoa wako hapa, na bahati mbaya nilikuwa naomba sana, ila Mungu hakunijalia. Nilitaka leo gari lako lile liweze kuzama pale kwenye jivu ili hao watarura waweze kusonga. Lakini ninaomba hebu niongeze milioni 1 nitoke mjini mpaka Mwine, na hiyo barabara waliokupitisha sisi tunaita ni lami, wangekuendeleza ili uweze kuona vizuri. Naomba niongeze milioni mheshimiwa, na mimi niweze kupanguliwa. Wilaya ya Kahama ina halmashauri 3. Ili ambalo nakwenda sasa kulisemea ni halmashauri ya Msalala. Nafikiri mwenyekiti wa CCM ndio huyu wa kwetu hapa mpaka kule Msalala. Nalo naomba niliongelee, kuna changamoto ambao sisi ambao tumetokea mazingira hayo. Mimi nimezaliwa Msalala, sehemu moja inaitwa Nyangwale. Kuna barabara ambayo inapita sehemu moja inaitwa Chela.